birthday ilikuwa tarehe 28 juzi, na jana ilikuwa ndio graduation. Kwa hiyo mwezi wa 11 Bwana ametutendea mambo makuu, tumemuona nasi tunamfurahia. Na kama kuna mtu alikuwa anaogopa, basi unaweza ukajitia moyo kwamba Mungu uliyemsaidia kusirie, na mimi naomba unisaidie nisome nijiendeleze. Na kuna watu najua hapa nimewazidi umri, kama ulifikiri umechelewa, hujachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Si mnajua katibu wetu amechukua PhD juzi tu, mwaka jana. Sasa naye kanizidi. Kuna mimi bado nina mtu ambaye ananipa deni. Dr. Kimaru naye alichukua PhD, umri umeenda. Kwa hiyo tusije tukaona kwamba mwisho wa kusoma umefika kwa sababu umefikia umri fulani. Unaweza kuendelea kusoma katika umri wowote. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo Mungu atupe neema. Na kuna watu wanasema mimi nimeshastaafu. Hapana, ndugu amechukua PhD akiwa ameshastaafu. Na kuna mzee mmoja alipata bachelor akiwa magereza, chuo kikuu Uria, sikumbuki ilikuwa mwaka gani. Alikuwa na miaka 70, sikumbuki vizuri, lakini fikiri mfungwa wa miaka 70 anachukua degree akiwa magereza. Sisi ambao hatujafungwa tuna cha kutuzuia? Basi tujitie moyo, tuongeze maarifa kwa njia hiyo. Bwana asifiwe. Lakini pia na watoto wetu tuwatie moyo ili tuweze kufanya vizuri katika eneo hilo pia. Leo naomba sasa niingie katika neno letu la leo. Leo tuna neno kama tulivyosikia kwenye nuru linalosema au kichwa kinachosema nguvu iliyopo katika kushukuru. Nguvu iliyopo katika kushukuru. Na neno kuu ambalo liliwekwa kwenye ratiba yetu ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, ambayo inasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari ya kushukuru, tunaweza kujiuliza labda maswali. Hivi umewahi kufikiri ni kwa nini Mungu anataka tumshukuru hata katikati ya changamoto? Mstari tuliosoma unasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa nini Mungu anataka tumshukuru kwa kila jambo? Maana yake hata ni katikati ya mambo magumu Mungu anatutaka tumshukuru. Ni kwa nini Mungu anataka tushukuru katika kila jambo? Tushukuru kwa mambo mazuri, tushukuru hata kwa yale ambayo tunaona sio mazuri. Watu wengi wanafikiri kwamba kushukuru ni jambo dogo na la hiari, lakini katika Biblia ukitazama vizuri ni kama vile kushukuru ni zaidi ya hiari, ni amri, lakini pia ni kanuni ya kiroho yenye nguvu kubwa. Kushukuru sio tu kusema asante, bali ni mtazamo wa moyo unaotambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofika mahali mioyo yetu ikatambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu kwenye maisha yetu, inatujengea na sisi mioyoni mwetu tabia, mtazamo na maisha ya shukrani, kwamba kwenye kila jambo linalotokea, kama tumejua kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa kila jambo, basi lolote ambalo linatokea kwenye maisha yetu tunakuwa na ujasiri wa kumshukuru. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapofahamu hivi, tunapokuwa na ujuzi huu, tunakuwa na moyo wa shukrani, tunakuwa na maisha ya shukrani. Na kwenye Bible study au ni wapi tumezungumza habari ya kwamba kuna vitu vinatokea, tunajiuliza hivi, ni kwamba Mungu hakuweza kuzuia kile kitu kutokea? Tunasema Mungu angeweza kuzuia. Kwa nini ameruhusu kitokee? Anayo makusudi. Na kama makusudi ya Mungu ni mema kwetu, basi lolote linalotokea tuna sababu ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema
katika Mhubiri, sema Mungu amefanya kila jambo kwa wakati wake, mpaka mbaya amemfanya kwa wakati wa ubaya. Mungu huyo amefanya hivyo. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru. Mambo ya Kwanza ya Nyakati 29 mstari wa 10 mpaka wa 14, tunaona Daudi anatuhimiza kukumbuka kwamba kila kitu chanzo chake ni Mungu. Mambo ya Kwanza ya Nyakati 29 10 hadi 14, neno la Bwana linasema, kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa, mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anatambua kwamba vitu vyote vinatoka kwa Mungu, na tukijua kwamba vitu vyote vinatoka kwa Mungu, lazima tutakuwa na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mtu anaposhukuru, moyo wake unafunguliwa kupokea zaidi kutoka kwa Mungu. Kadiri ambavyo tunaendelea kushukuru, ndivyo ambavyo tunafungua mioyo yetu kuendelea kujifunza kupokea zaidi kutoka kwa Mungu. Sasa tunapokea vitu vinavyoshikika na hata visivyoshikika. Kwa sababu ya utambuzi huo, tunakuwa tunatengeneza mazingira ya kuendelea kupokea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Je, tunawezaje kushukuru, au ni namna gani tunaweza kushukuru? Kushukuru ni kitendo cha kutambua na kuthamini wema, rehema, uaminifu, neema na upendo wa Mungu katika maisha yetu. Ni kusema, Bwana, najua mimi sikustahili, lakini umenitendea mema. Haya yote ulionitendea ni mema ambayo umenitendea. Zaburi ya 103 mstari wa 2, mwandishi wa hii Zaburi anasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anazungumza na nafsi yake, anaiambia muhimidi Bwana. Kumhimidi Bwana ni kumtukuza Mungu, kumshangilia Mungu katika hali ya shukrani na hali ya heshima, kwamba Mungu anazo fadhili kwa ajili yetu. Tunafahamu lile pambio, kama tungeita pambio, au ule wimbo maarufu ambao umeimbwa mara nyingi kwenye Biblia, na kila ulipoimbwa Mungu alitenda mambo makuu. Nasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Kwa nini? Kwa maana fadhili zake ni za milele. Huyu Daudi naye anasema, nafsi yangu muhimidi Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ya fadhili zake zote. Usizisahau fadhili zake zote. Kwani fadhili huwa ni nini? Unaposikia watu wanasema tumepata wafadhili, wamekuja kutujengea darasa, au wametujengea choo, au wametukarabatia barabara, au wametupa kitu fulani, maana yake ni nini? Huyu ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kunipa kitu ambacho mimi nilikuwa nakihitaji, lakini sikuwa na uwezo nacho. Kwa lugha ya haraka haraka ya kutafsiri, mfadhili ni nani? Kwa hiyo tunaposema tukumbuke fadhili za Mungu, maana yake ni kwamba ametupa mahitaji yetu ambayo tumekuwa tunayahitaji, na pasipo yeye tusingeyapata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoziambia nafsi zetu kwamba tumuhimidi Bwana, tumtukuze Bwana kwa sababu ya fadhili zake, ni kwamba tumetambua kwamba yeye ndiye chanzo cha mahitaji yetu. Bwana asifiwe. Zaburi ya 92:1, mwandishi wa hii Zaburi anasema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kulihimidi jina lako, uliye juu. Huo mstari uliotangulia anasema, nafsi yangu muhimidi Bwana.
Alafu hii 92:1 anasema ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo jema kumshukuru Mungu. Sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo tukumbuke ya kwamba ni jambo jema kumshukuru Mungu. Yakobo 1:17 inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa hiyo kushukuru kunatufundisha unyenyekevu na imani, kwa sababu tunatambua kwamba kila kitu tulicho nacho kimetoka kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu tulicho nacho kimetoka kwa Mungu wetu. Katika kushukuru kuna nguvu. Kuna nguvu. Kumshukuru Mungu hufungua milango ya miujiza. Katibu alitusomea alituambia habari ya ile Luka 17 ya wale wenye ukoma 10 walioponywa. Hebu tusome pale Luka 17 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 19. Luka 17:11 hadi 19. Neno la Mungu linasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa alipokuwa akienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza hapa kuna jambo tunalojifunza. Aliporudi huyu mmoja kushukuru, Yesu anauliza wale wengine 9 wako wapi? Hii inatuonyesha kwamba moyo wa Mungu unafurahia tunaporudi mbele zake kwa shukrani. Bwana asifiwe. Tunamgusa Mungu na anafurahia, anapenda turudi mbele zake kwa shukrani anapoyahudumia mahitaji yetu. Hilo ni jambo la kwanza tunalojifunza kwenye mistari hii. Lakini huu mstari wa 19 anamalizia akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Sasa tafsiri nyingine za maneno haya ya Yesu ni kwamba hawa watu wote walitakaswa ukoma wao. Maana yake ule ugonjwa wa ukoma uliokuwa kwenye miili yao ulitakasika, uliisha, ulipona. Huyo aliporudi kumshukuru Yesu alipomwambia nenda zako, imani yako imekuokoa, maana yake alirudishiwa hali ya mwili wake kama ilivyokuwa kabla hajapata ukoma. Unajua ukipata ukoma kuna wengine wanakatika vidole, unaachiwa makovu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukapona ukoma lakini ukabaki na makovu na ulemavu. Kwa hiyo huyu mmoja aliponywa na akarudishiwa uzima ambao ulipotea kwa sababu ya ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Na kilichofanya hivi ni nini? Kwa sababu alirudi kwa Yesu kumshukuru. Na hii ndio inaendana na jambo ambalo nimesema, tunapomshukuru Mungu tunafungua milango ya miujiza. Unaweza ukatendewa jambo kwa hatua moja, ukishukuru unapata muujiza mkubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nguvu nyingine iliyopo kwenye kushukuru ni kwamba kushukuru hubadili hali zilizokata tamaa, hali ambazo hazitii moyo zinabadilishwa. Yohana 6:11 tunaona Yesu anashukuru kwa ajili ya mikate. Yohana 6:11 Biblia inasema Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Tunakumbuka Yesu alishukuru kwa ajili ya mikate 5
na samaki wawili, na watu waliolishwa walikuwa wengi sana. Wanafunzi wa Yesu walipoambiwa wapeni ninyi chakula, walisema Bwana, hiki tulichonacho ni nini ukilinganisha na umati mkubwa namna hii? Walikata tamaa, wakamwambia Yesu waruhusu hao watu waende, kwa sababu hivi tulivyo navyo haviwatoshi na usiku unaingia. Yesu akachukua kile kilichokuwepo, kilichokatiwa tamaa, akamshukuru Mungu, na chenyewe kikatosha wale watu wengi. Kwa hiyo tunaposhukuru, hali yetu ya kushukuru inabadili hali ya kukata tamaa ambayo inaweza ikawa imeingia katikati yetu. Wakati mwingine tunaweza kupita kwenye nyakati ngumu, nyakati za kukatisha tamaa, nyakati za kuvunja moyo. Njia mojawapo ya kutusaidia kuvuka kwa ushindi katika nyakati hizo ni kwenda mbele za Mungu kwa shukrani. Bwana asifiwe. Tusiende mbele za Mungu kwa kunung'unika, tusiende mbele za Mungu kwa kukata tamaa na chuki kwamba Mungu, kwa nini umeruhusu? Nakumbuka kuna watu waliwahi kuimba, Mungu, kwa nini umeyaruhusu haya? Nakumbuka. Na saa nyingine hata sisi tunasema, lakini mambo yanapotokea ambayo yametukatisha tamaa, tuna sababu au tuna nafasi ya kwenda mbele za Mungu pia kwa maneno na mioyo ya shukrani, na Mungu atageuza zile hali zetu kuwa hali njema, na anaweza akazibadili zile hali kabisa, au akabadili mioyo yetu. Bwana asifiwe. Ikaweza kupita kwenye nyakati ngumu. Si lazima Mungu aondoe moto katikati yetu, lakini anaweza akatupa ujasiri wa kupita kwenye moto, na moto ukiendelea kuwepo, na tukavuka tukiwa washindi. Bwana asifiwe. Njia mojawapo ya kutusaidia ni kupita katika vipindi hivyo kwa shukurani. Tuende mbele za Mungu kwa shukurani. Bwana asifiwe. Jambo lingine linalofanywa na shukrani kwamba kushukuru hufungua mlango wa uwepo wa Mungu. Tunaposhukuru tunavuta uwepo wa Mungu, au tunajijongeza kwenye uwepo wa Mungu. Tunayo Zaburi tumezoea sana, Zaburi ya 100 inasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Mtu mmoja aliwahi kufundisha habari ya namna ya kuingia kwenye uwepo wa Mungu, akasema kuna sifa na shukrani. Sasa ili uweze kupenya kwenye malango, kwenye gates, kwenye malango ya Mungu, unahitaji ufunguo unaitwa shukrani. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwenye mlango wa Mungu, kwenye uwepo wa Mungu, kinachokuingiza kwenye mlango wake ili uifike kwenye uwepo wake ni shukrani. Bwana asifiwe. Unapokuwa na maombi yako binafsi au mko kwenye maombi ya pamoja, namna mojawapo ya kuingia kwenye uwepo wa Mungu kwa ajili ya kukutana na mahitaji yale ambayo tunakwenda nayo mbele zake kwa maombi ni kuingia mbele zake kwa shukrani. Alafu anasema nywani mwake kwa kusifu. Ukishapenya gate unaenda kwenye ua. Kwenye baada ya gate sio kuna nafasi kidogo. Kutoka getini hapo katikati unapita kwa sifa, lakini kinachotufungulia nafasi ya kupita getini ni shukrani. Bwana asifiwe. Kwa tunapokuwa mbele za Mungu kwa maombi, kati ya mambo ya kwenda nayo mbele za Mungu kwenye maombi yetu ni shukrani. Bwana asifiwe. Hata kama tunaombea jambo gumu namna gani, bado tuna nafasi ya kusogea kwenye uwepo wake kwa shukrani, na hiyo inatuingiza kwenye uwepo wa Mungu ambao utahudumia yale mahitaji ambayo tunampelekea kwa maombi. Haleluya, haleluya. Jambo lingine linalofanywa na maombi na shukrani, kushukuru hutuletea amani. Kushukuru kunatuletea amani. Tunapokuwa na mioyo ya shukrani, inatujengea amani kwenye mioyo yetu. Tunaifahamu Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7. Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7. Mstari wa 6 unasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mstari wa 7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Miaka mingi niliwahi kuingia kwa ndugu mmoja, alikuwa tukiingia tunakuta ameweka posta pale ndani imeandikwa, nijitahidi kukumbuka, if you worry, why worry if you can pray. Sijui kama nimekumbuka vizuri, lakini kama kuna kitu kinakutia hofu, kwa nini uingiwe hofu kama unaweza kuomba? Lakini pia mstari wa 6 wa Filipi 4 nimewahi kufundishwa na mtu miaka
92 mpaka leo ni miaka mingapi jamani? 33. Miaka 33 iliyopita kuna mtu mmoja alitufundisha Wafilipi 4:6 akasema unaitwa Formula 4, na alitumia Biblia ya Kiingereza toleo la The Living Translation kufundisha. Ile Living Translation au Living Bible inasema hiyo Formula 4 ina vitu vinne, kwenye mstari kuna vitu vinne. Sema don't worry about anything. Formula ya kwanza, don't worry about anything. Formula ya pili, instead pray about everything. Formula ya tatu, tell God your needs. Formula ya nne, don't forget to thank him for his answers. Bwana Yesu asifiwe. Mambo manne. Anasema msijisumbue kwa neno lolote. Maana yake usiingie hofu kwa sababu ya jambo lolote. Hiyo ni formula ya kwanza. Usikubali kuingia hofu kwa sababu ya jambo lolote. Ndio maana ya hiyo msijisumbue kwa neno lolote. Anasema formula ya pili, kama kuna jambo lolote linalokutia hofu, mueleze Mungu, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mueleze Mungu hicho kinachokutia hofu. Alafu jambo la tatu anasema jambo la pili, omba kwa ajili ya kila kitu. Usikubali kuingia hofu kwa ajili ya jambo lolote, omba kwa ajili ya kila jambo. Alafu formula ya tatu, mueleze Mungu kwenye hayo maombi, mueleze Mungu haja zako. Kinagaubaga unataka nini? Fafanua Mungu akufanyie nini. Alafu jambo la nne, mshukuru Mungu. Ukimaliza kuacha kutokuogopa, ukimaliza kuomba kwa ajili ya kila kitu, ukimaliza kumweleza Mungu haja zako, gonga muhuri hayo maombi yako na shukrani. Bwana asifiwe. Sasa matokeo yake unayoona mstari wa 7 anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoingia mbele za Mungu kwa kushukuru, anatufunika kwa amani ambayo hata kama tunapita kwenye nyakati ngumu, tunapita na amani. Bwana asifiwe. Ukipita kwenye nyakati ngumu bila amani, unafika mahali pa kukata tamaa, unafika mahali pa kuvunjika moyo, unafika mahali pa kunung'unika, unaweza kufika hata mahali pa kurudi nyuma, kwamba kama nilipita hivi alafu Mungu hakunisaidia, huyu Mungu ameniacha, huyu Mungu hafai kuamini. Lakini ukiwa na amani unasema hata katika hili bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka kina Shadraka, Meshaki na Abednego wakamwambia mfalme, sisi tunamwamini Mungu atatuponya, na hata asipotuponya bado hatuko tayari kuisujudia sanamu yako, kwamba sisi tuna amani kukaa na Mungu katika hali zozote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo shukurani inatujengea hali ya amani ndani yetu, inatupa amani. Amani ni kitu muhimu sana. Bwana asifiwe. Unapopatwa na msiba wa mtu wako wa karibu sana, muombe Roho Mtakatifu, na mimi muombe Roho Mtakatifu niweze kuwa na moyo wa shukrani, kwamba Mungu ninakushukuru kwamba kwa majira yako ulimleta huyu ndugu yangu, huyu mtu wangu wa muhimu, ulimleta duniani, na kwa majira yako imekupendeza kumchukua. Ninakushukuru kwa sababu mimi sikuleta application kwako kwamba huyu mtu aje duniani. Wewe ulijua kwa wakati wako ni lini aje, na umejua ni lini aondoke. Ninakushukuru kwa maisha yake, amekuwa baraka kwangu, amenihudumia kwa hili na hili, na ninakubali Mungu kazi yako uliyoifanya katika maisha yake. Nipe neema ya kupita katika kipindi kipya baada ya hapa. Unapokuwa na moyo wa shukrani hivyo, utatoka hapo na nguvu na ujasiri. Lakini ukinung'unika, utashindwa kula, utapata presha, utapata matatizo mengine, na unaweza ukarudi nyuma. Lakini amani ikiwepo, kwa sababu ya shukrani, unasonga mbele pasipo kukata tamaa, pasipo kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Jambo lingine linalofanywa na shukrani, kushukuru hubadilisha mtazamo. Mtu mwenye moyo wa shukrani anaona fursa katikati ya jaribu. Bwana asifiwe. Jaribu linapokuja una mambo mawili: kuona kukwama na kuvunjika na kuteketea na kwamba ndio umefika mwisho, au kuona kwamba hata katika hili bado Mungu amenipa fursa ya kumwona katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe.
Tunapokuwa na mioyo ya shukrani, tukiingia kwenye majaribu, tunakuwa na macho yanayofunguka kuona fursa. Bwana asifiwe. Tunamkumbuka Stefano. Stefano katika sura ya 6 ya Matendo ya Mitume na sura ya 7, alipowekwa katikati ya wale wakuu wa dini, wakamuuliza maswali, naye akaeleza habari za Yesu, akaeleza kuanzia Agano la Kale namna Mungu alivyofanya wokovu kwa watu wake mpaka alipokuja Yesu, na namna watu walivyokuwa na mioyo migumu wakamsulubisha. Akasema maneno yaliyowachoma mioyo wale watu. Wale watu baada ya kuchoma mioyo wakakasirika, wakaamua kumpiga mawe na kumuua. Stefano naamini alimshukuru Mungu na akawaombea watu, Mungu wasamee, usiwahesabie dhambi hii. Alafu wale watu, mmojawapo anaitwa Sauli, ambaye alikuwa ameshika mavazi ya wale watu waliokuwa wanampiga, akaokoka kwa sababu ya maombi ya Stefano. Bwana asifiwe. Katikati ya kupigwa mawe hakusema, Mungu, kama Mungu uishivyo, namna walivyonipiga na wao wapige, asiwepo hata mmoja atakayepona. Aliwaombea Mungu asiwahesabie ile dhambi. Bwana asifiwe. Naamini moyo wake ulikuwa ni moyo wa shukrani. Tunaambiwa kina Petro, wanafunzi wa Yesu, walipoteswa kwa ajili ya Injili, walishukuru. Hata kwenye Matendo ya Mitume pale walipochapwa viboko, wakafurahi kwa sababu wamepata fursa ya kuchapwa kwa ajili ya jina la Yesu. Eti katikati ya nyakati ngumu sisi tunashukuru kwamba tumechapwa kwa ajili ya jina la Yesu. Petro alipokuwa anasulubiwa, tunaambiwa alipokuwa anaambiwa kwamba atawekwa msalabani kama Bwana wake, akasema, nashukuru kwa hiyo fursa, lakini ili nisife kwa heshima kama Bwana wangu, geuzeni msalaba wangu kichwa chini miguu juu, lakini kwangu ni fursa kufa kama Bwana wangu. Bwana asifiwe. Katikati ya majaribu, katikati ya nyakati ngumu, tutaona fursa. Bwana asifiwe, tukiwa na mioyo ya shukrani. Kwa hiyo tunapopita kwenye nyakati ngumu, hebu tumshukuru Mungu na tutaona fursa ambazo macho ya kawaida ya kibinadamu yasingeona. Bwana asifiwe. Tuone mifano michache ya watu ambao walimshukuru Mungu. Mtu wa kwanza ambaye tutamtazama ni Daudi. Katika Zaburi ya 34 mstari wa kwanza, Zaburi ya 34 mstari wa kwanza, Daudi anasema, nitamuhimidi Bwana kila wakati. Anaendelea huko mbele, anasema sifa zake zi kinywani mwangu daima. Lakini alichagua kwenye maisha yake kila wakati, maana yake iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni wakati wa furaha, iwe ni wakati mgumu, iwe ni wakati wa kupata, iwe ni wakati wa kukosa, iwe ni wakati wa kuheshimiwa au kudharauliwa, lakini mimi nimechagua nitamuhimidi Bwana kila wakati. Kuhimidi kunaendana na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Daudi alikuwa mtu wa kumshukuru Mungu kila wakati, na sisi tunajifunza kwake, tuchague kumshukuru Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Tusiruhusu manunguniko, tusiruhusu kulalamika, tusiruhusu kutokuona kwamba mbona mimi nimeonewa. Na wakati mwingine hata katika mazingira yetu, kwenye kazi, kuna mtu unaweza ukaona, mbona fulani amependelewa, mimi nafanya vizuri kuliko yeye, mbona fulani amependelewa. Tusiruhusu hicho kitu. Tumshukuru Mungu hata katika mazingira hayo. Nakumbuka ule mfano wa Yesu wa wale watu waliopewa kazi ya kwenda shambani. Kuna walioajiriwa asubuhi, kuna walioajiriwa karibia na mwisho wa asubuhi, kuna walioajiriwa mchana, kuna walioajiriwa alasiri na jioni. Na alifanya patano na wale wa kwanza, mwende kwenye shamba langu, tutalipana dinari. Sawa sawa. Baada ya kazi akaanza kulipa kwanza yule aliyekuja saa 11, amefanya kazi lisali moja, akapewa dinari. Akarudi mpaka yule wa mwanzo. Yule wa mwanzo alitarajia atapewa zaidi. Alipopewa na yeye dinari ile ya mapatano, akamwambia Yesu, wewe bwana, akamwambia yule bwana, wewe you are not fair. Wewe haufanyi kwa usawa. Mtu ameingia saa 11 unamlipa sawa, na mimi nimekuwepo tangu asubuhi. Akamwambia, kwani tulipatana nini rafiki? Dinari. Sasa kwa nini unaniona mimi mbaya kutumia ninachotaka nilichonacho nipendavyo? Usiwe na amri juu ya mali yangu. Sasa Mungu atupe neema katika mazingira ya kazi na mahali ambapo hata kwenye familia huwa tunajilinganisha. Kwa nini fulani afanyiwe hivi mimi nisifanyiwe?
Bwana asifiwe. Tukiwa na mioyo ya shukrani, hatutakuwa na hiyo tabia, kwa sababu tutamruhusu mwenye chake akitumia anavyopenda, ili mradi na mimi Bwana amenifanyia cha kwangu. Bwana asifiwe. Mtu mwingine ambaye alikuwa na tabia ya shukrani ni Daniel. Daniel 6 mstari wa 10. Mara nyingi tunapendaga ile sehemu ya kwanza, lakini katika muktadha wa somo letu tuone sehemu ya pili. Daniel 6:10, neno la Mungu linasema, hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Danieli aliendelea kumshukuru Mungu mara 3 kwa siku, hata katika wakati wa hatari. Tunafahamu hapa wale watu waliokuwa wanamtafutia Daniel visa walisema hatutapata sababu ya kumshtaki Daniel isipokuwa katika habari ya Mungu wake. Kwa hiyo wakatangaza kwamba mtu yoyote asiabudu Mungu mwingine yoyote isipokuwa yule ambaye mfalme ataelekeza. Daniel akaamua kuendelea kumwabudu Mungu wake kama alivyokuwa anafanya tangu mwanzo, na ili isionekane kwamba amefanya kwa kificho, akafungua madirisha. Wale wabaya wake wakamtafuta, wakamuona, na tunaambiwa alipokuwa anasali, alipokuwa anaenda mbele za Mungu, kuna mambo mawili alikuwa anafanya. Alisali na kushukuru. Yaani alijua kwamba hili tangazo litanifanya nikamatwe, nipelekwe kwenye tundu la simba, lakini bado alipokuwa anaingia mbele za Mungu alikuwa anashukuru. Bwana asifiwe. Huyu mtu jamani, ni mtu wa kumwiga, kwamba hata katikati ya nyakati ambazo unajua nikitoka hapa ninakwenda kwenye kibano, ninaenda kwenye hali ngumu, bado mioyo yetu ijawe na shukrani. Shukrani zetu zisikauke kwa sababu ya hali ya mbele tunayoiona ambayo inatukatisha tamaa, inatuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine wa kujifunza kwake ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa mtu wa shukrani. Tumeona hapo juu alipokuwa anawapa watu msosi, alianza kwa shukrani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza na sisi tunapopata chakula tuanze na shukrani, tukipokee kwa shukrani. Bwana asifiwe. Kwa mtu mmoja huwa anashukuru kwa kirefu, anaanza kushukuru kuanzia aliyelima, aliyekwenda kupalilia, aliyevuna, aliyechakata mazao huko yalikopita mpaka kikanifikia kwa chakula, anashukuru kwa ajili aliyepika na aliyepakua mpaka kikafika mezani. Kwa hiyo ni uamuzi wetu kuchagua namna ya kushukuru, lakini tuna kila sababu ya kushukuru kwa ajili ya vyakula. Bwana asifiwe. Lakini pia katika Yohana 11:41 Yesu anasema, katika Yohana 11:41 sehemu nyingi Yesu ameshukuru, lakini Yohana 11:41 anasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Bwana asifiwe. Tunapokuwa na uhakika kwamba Mungu anatusikia, Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na wa 15, anasema, na sisi tukiomba jambo lolote sawa sawa na mapenzi yake, tunajua kwamba Mungu anatusikia. Na kama tukijua kwamba jambo lolote tunaloomba yeye ametusikia, basi tunajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukiweza kumsikizisha Mungu mahitaji yetu, tuna uhakika ametupa zile haja. Lakini pia Marko 11:24 na yenyewe inatufundisha hivyo hivyo. Kwa hiyo tukijua hilo, basi kwenye maombi yetu tutaenda mbele za Mungu kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu naye alisema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Kusikiwa na Mungu ni jambo kubwa, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Mtu mmoja aliwahi kutufundisha zamani akasema, kuna mtu aliandika akasema, Mungu ninakushukuru kwa kuwa umeisikia sauti yangu na kuniinamia na kuniinamishia sikio lako. Eti Mungu anasikiliza, si tu kusikiliza, lakini ni kama anatega sikio akusikie vizuri, anainamisha na sikio lake. Fikiri, kati ya watu bilioni 8 huku duniani, Mungu anaamua unapomweleza haja yako, pamoja na kusikiliza maombi ya watu wengine wote, ana namna ambavyo na wewe
anakusikiliza na kukutegea sikio lake na kukuinamishia sikio lake ili akusikilize vizuri. Huyu si baba wa kushukuriwa jamani? Bwana asifiwe. Lazima tuwe na sababu ya kumshukuru. Haleluya. Mungu wetu tunayemwomba si kiziwi. Biblia ndivyo inavyotufundisha, na kama tunajua anatusikia tunapaswa kumshukuru. Eti Mungu mkuu namna hii. Mtu aliyefungua kwa maombi hapa alisema, Mungu tunakushukuru, wewe Mungu wa mbingu na nchi, Mungu mkuu, hakuna kama wewe. Yaani fikiri katika miungu yote umewahi kufikiri huku duniani, yeye ambaye anapita miungu yote amechagua kuwa baba yetu, amechagua kuwa Mungu wetu, alafu eti anatusikia. Tukienda mbele zake lazima tuwe na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukijua tu anakusikia ukamwambia Mungu, ninakushukuru umenisikia, sina kingine cha kukueleza, nimekuja tu kukushukuru kwamba leo umeamua kunisikiliza. Ninakushukuru Mungu. Inaubariki moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Fikiri upewe appointment na nani ambaye ni wa thamani sana kwako hapa duniani, unatamani kupewa appointment naye, ukutane naye. Nani? Elon Musk, tajiri wa dunia, rais wa nchi yetu. Mwaka fulani tulikuwa na makamu wa rais hapo kanisa la Kimandolo hapo, alafu aliongea aliyekuwa mbunge, akamwambia makamu wa rais, kwa kuwa umekuja kwetu, tunaomba hiki kipande cha kuingia kanisani tusaidie makamu wa rais kiwekwe lami. Tunajua akikuwa kwenye plani, lakini anapokuja mkubwa ndio mahali pa kulia shida. Na makamu wa rais akasema, hii iko kwenye uwezo wangu. TARURA, chukueni hilo lililoombwa litekelezwe. Ile barabara imewekwa zege, si ndio dada Adela? Imewekwa zege, hamna tena vumbi. Kwa nini? Kuna mtu alipata fursa ya kusikilizwa na mwenye mamlaka. Bwana asifiwe. Hata mimi akija mwenye mamlaka ile barabara yetu ya Sanawari nitamwambia tunaomba lami. Lakini tunaye Mungu mkuu kuliko wenye mamlaka wa dunia hii. Tunapopata fursa ya kusikiwa na yeye, mioyo yetu lazima ijawe na shukrani. Bwana asifiwe. Nini faida za kuishi maisha ya shukrani? Faida za kuishi maisha ya shukrani. Kwanza, huweka mioyo yetu karibu na Mungu. Tunapokuwa watu wa shukrani, mioyo yetu inamkaribia Mungu. Biblia inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na ukitaka moyo uwe salama, uweke kwa Mungu, ndiye mwenye uwezo wa kukupa usalama. Na njia mojawapo ya kuleta huo usalama ni kuwa na mioyo ya shukrani. Bwana asifiwe. Kuna watu wanasema ukitaka usalama nenda polisi. Niwahi kusikia mfano mmoja, ni kichekesho, lakini niwahi kusikia mtu mmoja alikwenda polisi kuvutia bangi polisi. Polisi wakamkamata. Wewe kwa nini unavuta bangi hapa? Akasema nimeambiwa nivutie bangi mahali salama. Sasa kuna mahali salama zaidi ya polisi? Bwana asifiwe. Kumbe aliyekuwa anamwambia vile alikuwa anamwambia mahali salama ili usikamatwe. Yeye akajua polisi ndio mahali salama kuliko pote. Sasa Mungu wetu kwake ndipo mahali salama kuliko mahali pengine pote. Kama neno la Mungu linatuambia tulinde mioyo yetu kuliko vitu vyote tunavyolinda, ni vizuri tuipeleka mioyo yetu kwake. Na njia mojawapo ya kupeleka mioyo yetu kwa Mungu ni kwa njia ya shukrani. Tukiwa watu wa shukrani, mioyo yetu inakwenda kwa Mungu na inakuwa salama. Lakini faida nyingine, tunapokuwa na mioyo ya shukrani, inatuondoa katika kulalamika, inatuondoa katika wivu, inatuondoa katika chuki. Mtu ambaye hana moyo wa shukrani ni mlalamikaji, ni mwenye wivu. Kwa nini Biabato ameagwa mimi sijaagwa na taifa? Kwa nini mtoto wa fulani amefaulu kuliko mimi, au mtoto wa fulani amefaulu kuliko wa kwangu? Simewahi kusikia watoto wengine wanaendewa kwa waganga kwa sababu amefanya vizuri tu kwenye masomo. Wivu ndio unasumbua. Lakini tunapokuwa na shukrani, inaondoa hali ya wivu kwenye maisha. Lakini pia inaondoa hali ya chuki. Tunapokuwa na mioyo ya shukrani, hatutakuwa na shida za chuki kwenye maisha yetu. Jambo lingine, faida nyingine, tunapokuwa na shukrani, inatuletea amani, inatuletea furaha na inatuletea uhusiano mwema.
Sasa kama imeondoa wivu, kama imeondoa chuki, kama imeondoa kulalamika, maana yake inatuletea amani, inatuletea uhusiano mwema, inatuletea na furaha. Wewe utakuwa ni mtu wa furaha tu. Kama kila kitu una shukrani, utajikuta kila saa wewe una furaha. Na Biblia inasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Kitabu cha Nehemia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe na maisha ya shukrani ili tuweze kuwa na amani, furaha na uhusiano mwema. Lakini pia maisha ya shukrani hufungua milango ya baraka mpya. Sikuandika hii mistari kwenye notes zangu, lakini katika kitabu cha Wakorintho wa pili 9 kuanzia mstari wa 6 ukisoma mpaka wa 15, Paulo anazungumza na wale wapendwa. Kuna mahali anataja, anasema tunapompa Mungu vitu, tunapowapa watu vitu, yani tunamtolea Mungu kupitia watu. Alikuwa anazungumza habari ya Wamakedonia ambao walihudumia haja za watu wengine kuanzia sura ya 8 na kuendelea mpaka sura ya 9. Anasema tunapohudumia haja za watu, kama mtu alikuwa na uhitaji fulani, ukatoa kitu ukahudumia uhitaji wake, yule mtu anashukuru, na akishukuru kwa Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru, nilikuwa na njaa, umemwinua mama Mazala, ameniletea chakula, ninakushukuru kwa ajili yake. Zile shukurani zikienda kwa Mungu, Biblia inasema Mungu anaongeza ukarimu kwa sababu ya shukrani nyingi anazopewa. Anaongeza kwa yule, wanasema ni kama mzunguko wa mvua. Mvua ili inyeshe lazima kuwe na mawingu, lakini ili mawingu yalete mvua lazima yapigwe na jua. Kwa hiyo jua linapiga yale mawingu, yanayeyuka, yanadondoka kama mvua, yanaingia ardhini na mengine yanaenda kwenye mito. Yakikaa kule chini, jua linapiga tena ardhi na maji yaliyoko baharini na kwenye mito na maziwa yanavukizwa, yanarudi, yanakuwa mawingu kule juu, yanapigwa tena na jua, yanayeyuka, yanakuwa mvua. Ule mzunguko unaendelea kwa sababu ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiwa watu wa shukrani, ni kama huo mzunguko wa jua, kwamba shukrani wewe umetoa, mtu aliyepokea akashukuru, Mungu akapokea shukrani, anauliza hii shukrani imekuja kwa sababu gani? Kwa sababu mama Mazala amempa mhitaji chakula. Sema hapa ndio mahali panafaa kupeleka chakula ili ukarimu uzidi. Maana ukimpa mama Mazala huwa si mnyimifu, huwa anatoa. Kwa hiyo peleka tena ili atoe. Bwana asifiwe. Mungu anatutajirisha ili tuzidi kuwa wakarimu. Kwa sababu ya shukrani, Mungu anaongeza utajiri kwa watu walio wakarimu na ule mzunguko unaendelea. Kwa hiyo pointi yangu hapa ni kwamba tunapokuwa watu wa shukrani, inafungua milango ya baraka mpya. Kwamba nilishukuru kwa sababu ya baraka ya kwanza. Mungu alipopokea shukrani, anafungua tena baraka ili shukrani ziendelee kumrudia na ule mzunguko wa baraka zake uendelee kuwepo katika maisha ya watu wake. Bwana asifiwe. Kwa tuwe watu wa shukrani ili Mungu aendelee kufungua milango ya baraka. Lakini pia shukrani zinatuandaa kwa ajili ya miujiza mikubwa zaidi. Kwa kama Mungu analeta utajiri ili ule ukarimu uendelee kuwepo, ataongeza. Katika hiyo Wakorintho wa pili 9 anasema, nafikiri ule mstari wa 6, anasema Mungu anampa mwenye kupanda mbegu na mkate uwe chakula. Alafu anasema na kuzizidisha. Hatoi tu mbegu na mkate wa kiwango kile kile kwa namna alivyotoa mara ya kwanza. Kadiri huyo mtu anapewa mbegu apandaye, yule ambaye anapewa kadiri anavyopanda anazidishiwa mbegu na mkate. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yangu inasema kushukuru kunatuandaa kwa miujiza mikubwa zaidi. Kadiri tunavyopewa mbegu na mkate, tukapanda na mkate tukala, maana mkate ni wa kwetu, Mungu anazidisha. Kama alitoa kwa fold fulani, kwa kipimo fulani mara ya kwanza, tukiwa waaminifu katika kupanda kwenye ufalme wake, shukurani zikamrudia, anafungua zaidi milango ya kupanda kwa ajili ya ufalme wake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo shukurani zinafungua milango ya miujiza mikubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Haleluya. Sasa nijengeje tabia au moyo wa shukrani? Jambo la kwanza,
Mungu atupe neema kila siku tuanze kwa kumshukuru Mungu. Unapopata neema ya kufungua macho asubuhi au wakati wowote, anza kwa kumshukuru Mungu. Mungu, ninakushukuru kwa siku mpya. Neno lako linasema katika maombolezo kwamba rehema zako ni mpya kila asubuhi na uaminifu wako haukomi. Asante kwa kunipa tena siku hii ili nione rehema zako na uaminifu wako. Bwana asifiwe. Unamshukuru Mungu kwamba Mungu, sikulala jana nikawa nimelipia bili ya oxygen, ndio maana umenipa oxygen tena leo kuamka. Ni kwa neema yako tu umenipa niweze kuvuta hewa ndani na nje. Ninakushukuru Mungu kwamba umeshika mzunguko wangu wa damu huku ndani ya mwili. Mimi sijaweka hiyo mashine inayosukuma damu ikazunguka, alafu ikishazunguka ikichafuka inasafishwa inarudi tena kufanya kazi katika viungo vya mwili. Ndio umeweka Mungu. Ninakushukuru. Bwana asifiwe. Ninakushukuru. Namshukuru Mungu kwa vitu vingi. Viko vitu vingi vya kumshukuru Mungu kwavyo. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunaangalia vitu vya mbali, hatuanzi na vya karibu, lakini viko vingi. Mama Njau amesema namshukuru Mungu. Alipotoa ushuhuda kwa nini hajakuwepo hapa kwa muda kidogo, alipata ajali ya pikipiki. Alikuwa na uchaguzi wa kusema shetani alikuwa mbaya sana, alinitegea nikagongwa na pikipiki, sijaweza kuja fellowship kwa mwezi. Dada umesema au miezi miwili? Zaidi ya mwezi hajaweza kuja fellowship, lakini akasema namshukuru Mungu, sijavunjika mguu, sijavunjika mkono na niko mzima, sijafa. Bwana asifiwe. Katikati ya jaribu la kugongwa na pikipiki ametoka ana uzima, ana sababu ya kumshukuru Mungu. Hajachagua kuangalia vitu vibaya kwenye kugongwa kwake, amechagua kuona vitu vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapoanza siku tuchague kumshukuru Mungu. Yako mambo ya kumshukuru Mungu kila itwapo leo, yako mengi. Bwana asifiwe. Mengi. Unaweza ukafikiri kula chakula na kumeza ni kawaida. Iko neema ya Mungu. Kwani hakuna watu wengine ambao wanatamani kula lakini wanashindwa? Mpaka anatobolewa chakula kiingizwe kwenye koromeo, au mwingine anakula alafu chakula hakitoki mwilini, uchafu hautoki, mpaka atobolewe ili uchafu utoke. Tunadhani kwenda kujisaidia ni kawaida tu. Ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa Mungu anatutendea mambo mengi na tuna sababu za kumshukuru. Kwa hiyo anza siku kwa kumshukuru Mungu. Lakini pia mtu mmoja alisema kama unaweza kila siku andika mambo matatu ambayo unataka kumshukuru Mungu kwayo kwa siku hiyo. Bwana asifiwe. Tukiweza kujenga hii itatujengea tabia, tukiweza kufanya hii itatujengea tabia. Kila siku tutakuwa tunahesabu baraka za Mungu kwenye maisha. Maana yake tuna uchaguzi kwenye maisha yetu kuhesabu baraka za Mungu au kutafuta mambo ambayo shetani ametutafuta nayo. Tulipojifunza Bible study hapa kitabu cha Ayubu, tulisema kati ya mambo ambayo tumejifunza kwa Ayubu, hatuoni mahali anamtaja shetani. Sisi tunajua leo kwamba aliyemfanyia Ayubu majaribu ni shetani, lakini yeye alimuona Mungu katika mambo yote. Mke wake anamwambia mkufuru Mungu ufe. Anamwambia je, tutarajia kupokea mazuri tu kutoka kwa Mungu tusipate na mabaya? Maanake hata katika haya bado namuona Mungu. Bwana asifiwe. Tuchague mambo matatu kila siku, tuchague kuhesabu baraka za Mungu. Hivi leo nina mambo gani ambayo ninamshukuru Mungu kwayo? Itatujengea tabia ya shukrani. Jambo lingine, shukuru hata unapojaribiwa. Umepita kwenye wakati mgumu, chagua kushukuru. Warumi 8:28 inasemaje wapendwa? Nasi twajua, mstari unatakiwa tuushike kwa moyo. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, kwa sauti ya mzee Biabato, katika mambo yote Mungu hutenda kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Bwana asifiwe. Katika mambo yote, ni pamoja na mambo magumu, pamoja na misiba, pamoja na kufiwa, pamoja na kuibiwa, pamoja na biashara kutokufanya vizuri, pamoja na magonjwa, pamoja na jambo lingine lile unalolifikiria. Katika mambo yote Mungu hutenda kazi na wale wampendao. Na wewe unampenda Mungu? Unampenda Mungu? Sasa katika hayo unayopitia, Mungu anatenda kazi na wewe katika kukupatia mema. Bwana asifiwe. Na anasema ni wale ambao
walioitwa kwa kusudi lake. Kama umeitwa kwa kusudi la Mungu, mshukuru Mungu hata katika mambo magumu. Jambo lingine la kufanya ili kujenga tabia ya shukrani, tumia maneno ya shukrani unapoongea. Unapoongea, umekutana na watu njiani, umetembelewa, umeenda mahali, muombe Mungu akupe, muombe Mungu atupe maneno ya shukrani. Bwana asifiwe. Tusiwe na maneno ya kulalamika, tusiwe na maneno ya kunung'unika, tusiwe na maneno ya kuvunjika moyo na kukata tamaa na kukatisha tamaa wengine. Kuna wakati fulani, siku hizi sisikii sana, lakini kuna wakati katika maeneo ambayo tunaishi, ulikuwa ukisalimiana na mtu anakuambia tumeamka, tunamshukuru Mungu, homa za kawaida. Na lazima salamu imaliziwe na homa za kawaida. Asipomalizia homa za kawaida, salamu haijakolea, kwamba kila siku kuna homa. Ameshatengeneza lifestyle ya homa za kawaida. Sasa tuchague maneno ya shukrani, kwamba hata wakati unapita kwenye hali ngumu, chagua kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Maneno yetu yawe ya shukrani. Jambo lingine la kutujengea tabia ya shukrani ni toa sadaka ya shukrani. Zaburi ya 50:14 tunaijua, inasema mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Nia ya sadaka ni kusaidia mioyo yetu. Yaani tunapompa Mungu sadaka, haimbadilishi Mungu, haimgeuzi Mungu. Mungu yuko vile vile. Utoe sadaka usitoe, Mungu yuko vile vile. Sadaka inatusaidia mioyo yetu. Kwa hiyo unapotoa sadaka ya shukrani, ni kama unamwambia Mungu, nimeleta hii sadaka kukuonyesha namna ambavyo moyo wangu umejaa shukrani. Umeniponya kwenye ugonjwa. Nilikuwa na nafasi ya kuja mikono mitupu, nilikuwa na nafasi ya kuja na maneno matupu, lakini sadaka ninayoleta na kuonyesha moyo wangu namna ambavyo umeguswa na matendo yako makuu kwangu, ninakupa katika vile vingi ulivyonipa, na mimi ninakutolea hiki kama sehemu au kama picha ya shukrani yangu kwako kwa namna ulivyonitendea. Bwana asifiwe. Yesu alisema katika Mathayo, katika Luka, anasema pale hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake unapokuwepo. Kwa hiyo tunapotoa vitu vyetu kumpa Mungu kama sadaka, maana yake tunamwambia Mungu, hii ni posta tumeitumia kusafirisha mioyo yetu kuja kwako. Nia ya hii sadaka ya shukrani, ninauleta moyo wangu kwako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutoe sadaka za shukrani, itaendelea kutujengea moyo wa shukrani. Mwisho, kushukuru ni zaidi ya maneno, ni mtindo wa maisha. Tuchague kuwa na maisha ya shukrani. Tuchague kwamba tunataka maisha yetu yawe ya shukrani, lifestyle. Bwana asifiwe. Kuna nguvu kubwa katika kusema asante Bwana. Kila mara kumwambia Bwana asante. Wakati unashukuru, unaachilia nguvu ya Mungu ibadilishe hali yako. Kwa hiyo tunapochagua kuwa na mtindo wa maisha wa shukrani, tunaruhusu hali ya Mungu ibadili maisha yetu, yazidi kumfanania yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe na tabia pia ya kumwimbia Mungu nyimbo za shukrani. Mara nyingi tunapenda kumwambia mzee Biabato, hebu tusaidie kumalizia kipindi kwa ule wimbo wa asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kamkumbuka pia Sarakei. Sikuwa nimejiandaa, ningetamani tuweke kwenye vyombo vyetu, lakini Sarakei, wangapi wanamfahamu Sarakei? Dr. Sarakei wa Kenya. Sema kuna wimbo ameutoa sio siku nyingi sana, nimekuja kusema asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe na nyimbo pia za kumshukuru Mungu na tabia za kumshukuru Mungu, iwe ndio mwenendo wetu wa maisha ya kila siku. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema sana katika maisha yetu. Neno lako linatuambia kwamba kuwepo kwetu hapa duniani tunafahamu kwa kitambo, tunafahamu kwa sehemu, hatujakufahamu kwa ukamilifu wako. Lakini hata kwa kidogo hivi tunavyokufahamu, tunakuona wewe ni mwema, wewe ni mzuri, wewe unatupenda, wewe unatujali. Mtumishi wako Paulo ametuandikia katika kitabu cha Warumi
kwamba tulipokuwa wenye dhambi, wewe ulitupenda ukajitoa kwa ajili yetu, ukafa kwa ajili yetu, ili utuhesabie haki, ili turudishiwe nafasi yetu ambayo tulikuwa tumeipoteza. Kwamba kama wewe uliweza kumtoa mwanao wa pekee ili uweze kutupata sisi, je, utaachaje kutukirimia na mambo mengine yote tunayohitaji kwako? Tunakushukuru Bwana kwamba unatupenda hivi, unatupenda upeo. Asante kwa sababu umetupa neema ya kukujua na kukuchagua kwenye maisha yetu. Tumekufanya wewe kuwa Bwana wetu, tumekufanya wewe kuwa Mungu wetu kwa njia ya Yesu Kristo. Tunaomba utupe neema ya kuendelea kukujua zaidi na kuyajua mapenzi yako, ili mioyo yetu endelee kujawa na shukurani katika hali zote tunazopita, katika nyakati zote tunazopitia. Tuwe watu wa shukurani, tuwe watu wa kukuona wewe, tuwe watu wa kukutukuza wewe kwa vinywa vyetu, kwa maisha yetu, tuwe tumejawa na shukurani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na tunajua Bwana, tunapokuwa na maisha haya yatageuza maisha yetu na ya watu wengine, kwa sababu ya namna ambavyo unajifunua kupitia shukurani zinazopitia kwetu, katika jina la Yesu. Tusamehe Bwana pale ambapo tumekuwa na maisha ya manunguniko. Tusamehe Bwana pale ambapo tumekuwa na maisha ya kulalamika. Tusamehe Bwana pale ambapo tumekuwa na maisha ya kulaani, tumekuwa na maisha ya kuwasema wengine vibaya, tumekuwa na maisha ambayo hayana shukurani. Mungu, tunaomba utusamehe, tunaomba tusaidie basi tangu sasa tuweze kugeuka. Umesema nasi neno lako, tupe neema ya kugeuka kuanzia sasa, tuwe watu wa shukurani katika hali zote na nyakati zote, kwa jina la Yesu, ili ukatukuzwe kwa maisha yetu, na kupitia shukrani zetu watu wengi wakuone, kwa sababu wewe ni Mungu katikati yetu. Katika jina la Yesu Baba tumeomba na kushukuru, amen.